Maumau na watoto wao wanazikwa katika kaburi ya umma. Hili ni jambo lazima tulizungumzie. Hawanipendi mimi kwa sababu ya kuuliza mashamba. Nitaendelea kuuliza kwa sababu ilikuweko na tuko na record za kutosha ya kwamba Muingereza alitoa mashamba ya hao watu. Lazima tufuate haki ya watu ya Maumau na watoto wake, mimi nikiwemo. Hata mimi nitafuata shamba yangu ile baba yangu angepewa, kwa sababu alikuwa msituni na hakuna kitu alipewa. Ile alipata kidogo aling'ang'ana akanunua shia ekari 3. Mimi sasa nikipita naona wale watu home guards, wale ambao walikuwa wananyanyasa watu wetu, wale ambao walikuwa wanaua watu wetu. Mimi niko na kashamba kidogo nilipatiwa na mzee ambaye alinunua, sio ile alipewa, na hao wako na maekali maelfu na maelfu ambayo watumii. Tunasikia vibaya sana. Mimi niseme tulikuwa pale kwa mazishi ya Field Marshal Muthoni Kimathi ambaye ni mke wake Field Marshal Dedan Kimathi wa Shuri, ambaye alituongoza sisi zote katika vita ya kupigana na mubeberu. Na wale Maumau walikuwa pale, wameuliza rais wangetaka wapewe nafasi waende pale Kamiti Maximum Prison. Wako na hakika wanajua pahali mifupa ya Dedan Kimathi itapatikana. Na Rais William Ruto amekubali. Hata yule mtu amechelewa kwa hiyo kazi ni mimi, kwa sababu kazi nataka nifanye ni vile nimekuwa na kazi mingi ya hii ya pombe na bangi na nini na kahawa, nimekuwa na kazi mingi sana. Ningetaka kuita hao majengo wale wanasema wanajua pahali Kimathi alizikwa, niite mkubwa ya magereza, tusikisane, tuwapatie miezi miwili. Mimi yeye nitafute nyumba hapo Kasarani, hapo iko manyumba mingi, kutoka mfuko yangu niwalipie hao watu ya Maumau. Wakae hapo, waamuke asubuhi, tatafuta basi waende Kamiti. Watafute siku watapata watu ya Kimathi wako, DNA ifanywe. Tukihakikisha hiyo mifupa ni ya Dedan Kimathi, basi tumpeleke tumzike kwa heshima. Hiyo tutafanya. Ile tutafanya ni kwamba hatuwezi sema tunaweza saidia watu wote walikuwa msituni kwa sababu shida iko mingi. Ile tunataka kusema kama hapa Mlima Kenya, in one way or another, ni mtoto ya Maumau by relationship. Na njia ya kusota utii maneno ya Maumau ni hii tuko naye. Tukuje tutegereze kahawa, watu wapate malipo ya maana, wajifanyie kazi yao. Tutakuwa tumeangalia watoto ya Maumau. Tukuje tuanze housing. Hao watoto, grandchildren, great grandchildren of the Maumau wapate kazi waende wafanye. To me, that is a solution to deal with the Maumau issue, is to make sure the descendants of our freedom fighters are empowered economically, they have gainful employment. But to say we can sort out individual cases, it may be a little difficult. Because time has moved on, they have multiplied into millions. If they were sorted wakati ya 1963, hiyo maneno ingeisha. Sasa we are in the 4th generation. Sasa mimi ni mtoto wa Gachagua na Martha Kirigo, mtoto ya mamangu. Niko na watoto wangu. Sasa pia hii watoto wangu wanadai haki yao. Mimi nadai. Mzee wangu kabla hajafariki alikuwa anadai. Kwa hivyo njia ya kusota utii maneno ya watoto wa Maumau na Maumau wenyewe ni kujaribu kuinua uchumi, ni kujaribu kufanya empowerment, wakuwe self-sustaining, tuinue hali yao ya maisha, tuboreshe kilimo, tupanue biashara, wapate riziki, waishi kwa maisha ya heshima. Mheshimiwa, nimeshukuru umesema watoto wa Dedan Kimathi wako. Dedan Kimathi aliongoza Maumau mpaka akashikwa 1956. Kutoka 1956 mpaka 1960 wakati tulipata internal rule, self-internal rule, kiongozi wa Maumau alikuwa anaitwa Field Marshal Raila kutoka hapa Meru. Kidogo ukazingatira bogo kedera kinyaki history kanya kawate ya bobora. Nje wewe leo ukidoganiria Dedan Kimathi, ukidoganiria Field Marshal nakenda Your Excellency umba gucokeria bwega ku miunda ya yirwe ya Maumau ira uga kuri antu bajukire miunda na antu ba Maumau no wajukirie na ire gachokwa kiri antu ba Maumau ora hebu kio ino oire
Si unajua? Sasa wewe unataka nijibu sisi hatujui. Unajua? Unajua, lakini mambo ya General Mwariama ningetaka mnisaidie pia nipate wale lineage yake, nione vile mimi pia naweza kuwasaidia, kwa sababu ni kweli Kimathi amewekwa juu sana. Thank you. That is true. Na General Mwariama, General Baibunge wako hapo, so wacha tuongee na nyinyi na viongozi hapa, at least hawa general wawili kama tunaweza pata connection ya the descendants, we can see what we can do to appreciate the role ambaye hao majenerali wawili walifanya, na wengine tutaendelea in a small way, at least for me nikiwa mtoto wa Maumau, na hivi karibuni nitawalika wale majenerali, kwa sababu siwezi alika kila mtu, but at least I can start with the ranks, the highest rank kwa Maumau, tuanze na field marshals, tukuje general, lieutenant general, major, mpaka labda captain. Sasa kwanza tuongee na hawa, hata kama siwapatii chochote, kuwapatia ile audience na recognition is one of the ways to reward their sacrifice, kuwatambua, and where there are issues probably we can do that are doable, tutajaribu kufanya. Na ndio nawaambia wale watu ya huko Ziwa la Victoria, wacha na mambo ya Maumau, hawezi elewa mambo ya Maumau, ni mambo ya siri, hawezi jua, they have no idea what the whole Maumau thing was all about. When our people were fighting for independence in Mount Kenya forest and Abadeas, they were having a nice time. Their fathers were big people, they had taken them to education in abroad, and now they are here pretending to be experts on the Maumau struggle. Nilisikia mwingine akisema tutuseme service number yetu ni gani. There were no numbers kwa Maumau, hawezi jua. Namba ya Maumau ilikuwa iko code siri ambaye hatuwezi hata ongea juu yake. Tulikula kiapo, we are bound by that oath. Nilisikia mzee mwingine amepotea anasema atisema service number yako ilikuwa, anafikiria Maumau ni hii jeshi yetu ama hii polisi ya kawaida, kwa sababu he has no idea. Anapewa vitina hapo na ile watu wanamsukuka, anaanza kuongea, anaita press conference kuongea mambo ya Maumau. Mambo ya Maumau ni mambo ya siri, na ndio mambo mingi hata hatuwezi kuzungumza hapa, kwa sababu sisi tulikula kiapo ya kuweka siri. Na sisi na Maumau walikuwa naongea usiku na kupanga mambo yao, na ndio walikuwa hawana chochote. Mzungu alikuwa na ndege, alikuwa na guruneti, alikuwa na bomu, alikuwa na bunduki, alikuwa na magari, alikuwa na askari, lakini Maumau alikuwa na kapanga tu and a resolve for freedom and getting our land back. And the most unfortunate thing, the Maumau ilikuwa inaitwa Land and Freedom Army. Tulikuwa tunafuata mambo mawili, uhuru wetu na mashamba. Uhuru tulipata, mashamba bado. So the war was successful 50%. Lakini si makosa ya Maumau. Maumau walideliver mashamba, wakadeliver uhuru. It was a betrayal. The Maumau fighters were betrayed by the new black colonialists who never even participated in the struggle. None of them was in the forest. They came and took over leadership, and they betrayed the Maumau and their cause. You know, Deputy President, vile unavyo drive a point, ina feel ni kama bado you're still bitter about the Kenyatta family, kama anajaribu kudikot. You're still bitter about familia ya Kenyatta, you're still bitter about Raila Odinga. Wewe bado uko na hasira na wale watu ambao mlikuwa mnashindana nao katika uchaguzi wa 2020. Kuongea ukweli ni hasira. Sasa wewe umeniuliza mambo ya Maumau, si lazima nikuambie pahali shida iko. Mimi sijui kama hao ndio walichukua, hadi unajua ni nani. Siwe ndio unasema. Kuongea ukweli sio hasira. Unajua hapo ndio watu waelewe mimi ni mtu ya kusema ukweli. I'm a truthful man. People mistake truth with bitterness. Mimi nikikwambia tulikuta nchi imefilisika, that is not bitterness, it's the truth. Nikikwambia huyo mzee unasema anaongea mambo ya Maumau at service number hajui, that is not bitterness, it's just the truth. People mistake truth with bitterness. How about sisi tumetoka maombi pale,
wewe ndio kwa serikali, kwa sababu ndio kwa serikali uharakishe hii maneno badala ya kuwataja. Nyinyi ndio mmeuliza, kama hamngeuliza singeongea juu yake. Mimi ngoja, nilikuwa nimekuja tuongee mambo ya uchumi na kahawa. Naam. Sasa mmeleta mambo ya maumau. Naam. Sasa mnataka ninyamaze, si lazima nijibu nyinyi. So kama hamtaki tuongee hiyo topic, wajua muache kuuliza. Tupe way forward badala ya kuturudisha pia tena nyuma kwa wale watu ambao hawajui mambo ya maumau. Kuulize, ukienda kwa daktari tuambie huyu field marshal atasaidika namna gani kupata shamba. Kuna shamba la serikali mahali, ama labda kama wale ambao unasema walichukua haya mashamba, kuna kitu kwa serikali inaitwa kuchukua kwa lazima, compulsory acquisition. Serikali inaweza chukua ikapatia hawa watu mashamba kwa sababu wako wanajulikana, familia zao wanaishi in abject poverty. Mimi nakwambia, ukienda kwa daktari ukiwa mgonjwa, ndio daktari ya kutibu lazima kwanza adiagnose what is ile ndio. So hatuwezi ongea suluhisho bila kusema pahali shida iko. Lazima tuseme pahali shida iko ndio tuongee suluhisho. Hii shida labda kila mtu anaijua. So wacha nikwambie, sisi compulsory acquisition lazima tuwalipe. Saa hii unajua pahali uchumi iko. Ukifanya compulsory acquisition unalipa value, present value, na unaongeza 15% kwa sababu ya kuchukua kwa lazima. It is very painful for us kulipa mashamba ya baidi ibiwa ya maumau. Tuchukue pesa ya nchi hii tulipe tena wale waliiba hii mashamba. Sasa hiyo tutaanzia wapi? Kwanza tu start with hiyo pesa hatuna. Hata kama tungekuwa nayo, nafikiri ni jambo la kuhuzunisha sana. Mbona kwamba nyinyi mmeibia mabao mashamba alafu tukuje tuchukue tumulipe tena pesa? Mbona walipo? Sasa nakwambia, unajua sheria, unajua nchi pia nchi ya sheria. Sasa sisi na Rais William Ruto pale Kasarani tulichukua Biblia ya kulinda katiba. This country is a country of the rule of law. So kumaanisha hawa watu bado wataendelea tu kungoja. Nasema we need a conversation. Na ndio kila wakati tukifungua hii debate mnaniambia ampita. Mimi naongea on behalf of the Maumau kwa sababu I'm one of them. And it's not bitterness, it's just being truthful. Ni kusema tu ukweli kwa sababu lazima hii ukweli usemwe. Kwa hivyo tutaendelea na mazungumzo na mkiuliza tutamjibu. Thank you.